ni maandamano ambayo yanaendelea huko nchini Afrika Kusini kwa lengo moja tu, kutaka haki ya mtoto mdogo aliyefanyiwa ukatili kwa jina la Twetwe ipatikane. Raia wanaimba wimbo mmoja tu, Justice, Justice for Twetwe. I'll fight for my child until I sweat blood. If it means I need to die. Haki iko wapi? Amekosea wapi malaika huyu mdogo mpaka kukutana na ukatili kama huu? Kama utakuwa mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii, lazima utakuwa umekutana na kampeni ya kudai haki kwa msichana wa miaka 7 aitwaye Twetwe. Mnamo Oktoba 2024, katika tukio la kuhuzunisha lilitokea katika shule ya Bergview, shule inayojitegemea huko Matatiele, Eastern Cape, Afrika Kusini. Twetwe alifanyiwa unyanyasaji kwa kubakwa akiwa ndani ya eneo la shule alipokuwa akisubiri usafiri. Mama wa mtoto huyo alisema hakufahamu ukatili huo kwa binti yake, lakini siku hiyo anakumbuka mwanae alichelewa kurudi sana nyumbani. Alidai kuwa anajisikia vibaya na kwenda ndani kupumzika, lakini baada ya kuona hali ya mtoto wake haiko shwari, akaamua kwenda kumwangalia. Na wakati anamkagua ndipo alipogundua kuwa binti yake alifanyiwa ukatili, kwani maumbile yake yalikuwa yametanuka sana. Alimuita mumewe na kisha wakamwangalia mtoto wao vizuri kabla ya kwenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Lakini hata baada ya kutoa taarifa, polisi aliona hiyo haitoshi, na kama mama kwa uchungu dhidi ya mwanae, alienda hadi shuleni ili kujua inawezekana vipi tukio kama hilo litokee mazingira ya shuleni ambapo watoto wao hushinda kwa kupatiwa elimu. Lakini cha ajabu, shule hiyo ilijaribu kujitenga na tukio hilo kwa kudaiwa kuipatia familia ya Twetwe barua ya uhamisho ili ahamishwe shule nyingine ili asiweze kuichafua shule hiyo. Hatua ambayo imelaaniwa na wengi, wakiona kama ni nia ya kulinda heshima ya shule badala ya kutanguliza haki kwa mtoto huyo. Vyombo vya habari nchini Afrika Kusini vimeripoti shule hiyo inashutumiwa kwa kushindwa kushughulikia hali hiyo kwa haraka, na inaripotiwa kuwa watu watatu, dereva wa basi, mwangalizi wa watoto na principal wa shule hiyo, ambao ndio wanashukiwa kufanya tukio hili. Wawili kati yao, ambaye ni dereva wa basi na mwangalizi wa watoto, wao walikubali vipimo vyao vya DNA viweze kuchukuliwa na jeshi la polisi. Lakini hata hivyo, principal wa shule hiyo yeye alikaidi tukio hilo na akawa na kuepa vipimo. Hata hivyo, hata baada ya vipimo vya dereva wa basi na mwangalizi wa watoto, wao hawakuonekana kama wanahusika katika tukio hilo. Lakini mtu mmoja tu ambaye alibaki ni principal wa shule hiyo, ambaye yeye alionekana kuchelewa kutoa vipimo vyake. Kufuatia tukio hilo, wa Afrika Kusini walikasirika sana na wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii na mitaani na kampeni ya Justice for Twetwe. Maandamano makubwa nchini kote yametokea tangu wakati huo, huku maelfu ya waandamanaji wakiwemo wanaharakati wa haki za kiraia, viongozi wa kidini na raia wa kawaida wakikusanyika kudai uwajibikaji kutoka kwa shule hiyo na sheria. Huduma ya polisi ya Afrika Kusini SAPS inasema pia imeimarisha uchunguzi wake katika kesi hiyo na kuongeza kuwa vitengo maalum vimetumwa kushughulikia suala hilo. Hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii watu wanapaza sauti zao wakitaka haki ya mtoto huyo mdogo aliyekuwa na umri wa miaka 7 iweze kupatikana, kwani waliotenda tukio hilo wanastahili adhabu. Jina langu naitwa Ermaz na hii ni Manara TV.